Dogo. Hivi. Mbona umejinamia, unaonekana kama una msongo wa mawazo? Ndio mawazo tu haya. Nini shida? Nawaza sasa hivi sina pesa, ni hapa nilipo hata kula sijala, nipo kunajiona hivi. Unajua dogo, siwezi kukulaumu. Sababu hiyo stage ambayo unapitia wewe kwa muda huu, mimi nishapitia kitambo sana. Anaelewa? Simaanishi kwamba kwa sasa tayari nimeshatoboa. Hapana, ila kwa sasa hali yangu mimi tofauti na kwako. Kuna wakati lazima ujikubalishe kupita katika njia ngumu ili uweze kufanikiwa. Umenifahamu vizuri? Nikupe mfano mdogo. Hao matajiri ambao unaona hapa katika kijiji cha Makombeni wamefanikiwa, wana maduka, wanamiliki mabodaboda. Unajua ni nini siri ya mafanikio yao? Na hicho ndio ambacho kinakufanya wewe uwaze kwa muda mrefu. Hujui siri ya mafanikio. Kuna kitu nataka nishare na wewe, ila naomba iwe siri yako. Kiongozi, afi mwenyekiti. Sababu naomba vipi? Poa, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Karibu. Asante, vipi hali? Safi, sana. Kwa maana Unatoka? alhamdulillah, Mungu asaidia. Habari? Salama. Naona ile sasa tunapata menyu kwanza. Karibu. Asante. Ndio kwa vile nimekuja. Acha kwanza hapa. Ngoja nikutolea bibi. Jangalia kuna kitu pakoro. Kuna kuku. Mheshimiwa mjumbe. Kama hivi. Ndoka. Kiasi ndogo kidogo. Ndio sondele kwa kupapora hapa. Nishughulikia basi. Karibu baadaye basi. Asante, endelea tu kwa chakula. Amani. Endelea tu. Asante. Baba. Mama akubuda hapa. Asante sana. Nakusikiliza. Aliye sio kama kana kiti. Kama ndiye nipata mkuu. Okay, yo mama, unajua nini mstari wangu? Nakusikiliza. Katika pita zangu mwanangu, hii ndio ramani ambayo ilikuwa naitafuta. So, unaona mazingira mwanangu haya. Ndio hii. Unaona location mwanangu jinsi ambavyo limetulia. Unaonaje kama mwanangu tutamchukua ile director za guu mwanangu, alafu tukaja naye hapa tukarekodi ile ngoma yetu ambayo tumeitoa tayari. Hapa fresh Itakuwa bomba au vipi? bomba hapa unyama. Afu kwanza kwenye ile ngoma kuna mstari gani ambao umeuelewa? Kwenye ile ngoma ambayo mimi nimeitoa tayari kuna mstari gani ambao umeuelewa? Pia kwanza ile ngoma unajua inaanzaje mstari wangu? Tabu nyingi nimepita, kwa mabonde nishavuka, nishachoma fegi sheli na nikavuta, nishamtukana mamba kwa mto na nikavuka, na kuja kushtuka maisha shabadilika, kila mtu jizo, mbona pale chimbika. Afu pointe kabisa na mazingira jinsi ambavyo amekaa, hebu angalia mazingira. Naona mazingira na nyimbo unayoachia fresh. Unajua mwanangu kipori kimekaa poa. Unaona kipori jinsi ambavyo kimetulia? Ndio, na kimekaa poa mwanangu. Cha msingi hapa leo tarehe 14 ndio tufanye juu chini, ikifika tarehe 17 tuje na director za guu tushuti ngoma yetu,
tuipeleke town. Fresh hiyo. Haipingwi. Haipingwi brother. Haina mambo mwanangu. Nakukubali askari wangu. Inoma noma. Sasa ushauri wangu, tuende kwa mganga wa kienyeji. Kipato nacho hakitoshelezi, na nataka na wewe ufanikiwe, sio unakaa tu maskani hapa unawaza utakuja kujinyonga mdogo wangu. Je, unalikubali wazo langu? Ndio nalikubali. Uko tayari? Niko tayari. Siri ni ya watu wawili. Ndio. Akiongezeka mmoja, hiyo sio siri tena. Naelewa. Uko tayari? Niko tayari. Ukajiandae. Leo hii tufike kwa Kisero. Basi poa, hamna shida. Toka. Naona tunatia mafanikio makubwa. Ndio hata mimi mabadiliko nayaona hivi. Kwa hiyo mjumbe, mimi nimeona tutafute vijana ambao watakuwa wanajituma zaidi. Tuende pale tukawakabidhi ile shamba, wajue namna gani ya kuanzisha kilimo chao. Au unaisema? Swala zuri. Nikabidhi kila mtu sehemu yake. Akajua anafanyaje mwenyewe ili apate mafanikio na watoto wake. Au kuongea vizuri. Sasa mjumbe, mimi nahisi tungeishia hapa ili uwahi kabla mvua haijashuka. Unajua dalili ya mvua ni mawingu, na kama unavyoona mawingu kwa juu tayari yametanda. Ndio kabisa, hata hapo ninaona kama kitu chochote ambacho kitatoka serikalini au kitu chochote ambacho kitakuwa na shida tutawasiliana. Basi sawa, usiache kunipigia simu tuendelee kujadili ili tuendelee. Sasa asante. Angalia kukupa poro wewe. Mjumbe, kwa baadaye ndo hutaki? Sitaki sasa. Basi haya tukijaliwa. Basi haya, shukrani. Asante sana. Sawa. Majungu muno pika yananukaga mamoshi nye, naringia fungu langu alilonipa Manani mie. Kama mwaona uchungu pandeni ngazi mkanizenie. Mwanikera bure na mie sio levo yenu nasema oya we. Mwanikera bure na mie sio levo yenu nasema oya we. Wanikera bure na mie sio levo yenu nasema oya we. Zafikia hii inaelekea ndani kujiandaa kidogo. Ingia dakika 2. Poa, mimi niko hapo speed. Chepo haraka na ruhusa. Wala hii kazi ndio ipo, majukumu. Poa sana. Oya jikaze basi. Mida hiyo fanya save basi. Okay. Hapo hivi. Hapo fresh. Sasa mwanangu, mimi tayari nishajiandaa. Vipo, hakuna kitu chochote ambacho unahitaji? Mimi niko fresh. Kwetu sepe tu. Uko tayari sio? Ndio. Tuanze mwanangu. Mwenyekiti. Naam kijana. Sawa. Mama. Samehe mimi kidogo taongea. Mwenyekiti,
Ndio kijana. Saizi uko nakotoka si kwema. Natoka kwenye msitu wa Kacha. Kwenye msitu wa Kacha? Ndio. Umeenda kufanya nini? Nilikuwa kwa pita zangu tu. Nikakutana na viumbe wa ajabu. Wakaanza kunifukuza. Kwenye msitu wa Kacha? Ndio. Viumbe vya ajabu? Yes. Vimekukimbiza? Ndio. Kweli wale viumbe sikuwajua. Lakini wa ajabu wanatisha. Na sauti kali zilikuja ndani ya masikio yangu. Hili tatizo siwezi kulitatua peke yangu, lazima nimpate mjumbe. Ndio mwenye. Kwa hiyo acha nimpigie simu mjumbe. Alafu nitakujulisha. Kogwa. Fanya tu hiki ngeni. Kuna ugeni unakuja. Sawa. Haya, jikaze. Ni haraka twende zetu. Haya, twende. Wewe bwana amani. Mjumbe. Si kwema. Kuna nini tena? Ukifika nitakuelezea. Bana, nitakuwa nafika zangu huko na kimbilia zangu nyumbani. Naam. Kuna nini mwenyekiti? Kijana akasema kaenda kwenye msitu wa Kacha. Kaona mambo ya ajabu. Ndio, msitu wa Kacha unajua mimi. Labda tuelezee mwenyewe kijana. Mwenyekiti, mimi naongea ni kweli mtupu. Sawa kijana, nenda tutalijadili. Unaweza ukaenda kijana, tutalijadili. Sawa mwenyekiti. Mjumbe ndio umemsikia kijana yule kasema kwamba kwenye msitu wa Kacha kuna matatizo. Wewe unaliona jambo? Mwenyekiti, hilo jambo mezilafiki kwa kweli. Mjumbe una tabia ya kubeza. Si muda hapa, nimekuachia badia zangu, umemwacha kukupapuru hapa. Alafu umesema kwamba umeenda kupokea simu. Mjumbe una tabia ya kubeza. Mimi nahisi tuwaite wanakijiji, tuwaelezee kwamba katika msitu wa Kacha kuna tatizo fulani. Atakayesikia sawa, ambaye hakusikia kitakachomkuta sisi hatuhusiki. Itakuwa letusie kwa upande wetu, tushaliondosha hili tatizo. Mwenyekiti. Baada mara tatu. Iweje ile jambo ndo kwanza mara ya kwanza unalitia nguvu hivyo? Bora lawama kuliko hasara. Ile swala mwenyekiti mimi siliafiki. Wewe ndo tabia zako na nina wasiwasi baada yangu umekula wewe. Mwenyekiti. Ndio. Sijakula baada yako mimi. Umekula. Mwenyekiti nitakulega mawe mimi mwenyekiti. Mwenyekiti mambo gani nyenye kwa? Karibu. Karibu nakuja. Asante. Karibu kae. Sekretari kae. Hamna, karibu tu kae hapo mara moja zile baraka za nyumba basi. Nimekuja hai hapa. Kwanza hivi bosi umemkuta? Hujamkuta katoka kwenda kazini. Ndio kanamwambia naye. Kama japo unajua kazi huko. Aya, usijali basi kaa kitako. Sekretari kae sasa hivi. Aya, basi ngoja nikakuchukulie. Sasa hivi nakusaidie huko. Sasa wao ndio wakasaidia kusikia kitu kinachoendelea. Ushemeji yuko wapi? Mbona mwandani hayumo? Labda yuko nje huko. Shemeji. Hayumo, katoka. Sijui kwa hata gani yumo ndani. Alele mama. Alele mama. Alele mama. Alele mama.
Alele mama. Alele mama. Odi mganga. Karibu. Habari mganga? Nzuri. Karibu ngani. Sawa mganga. Mganga, kwanza samahani, kabla ya yote naomba nikuulize kitu kidogo. Tulitegemea kwamba tukija hapa tutamkuta mganga Kiseruni. Mganga Kiseruni amefariki wiki iliyopita hapo. Sasa je, wewe unaweza kufanya vizuri kama alivyokuwa anafanya mganga Kiseruni? Ndio, ni zaidi yake yeye. Ndio hapo nikasema mimi naitwa Mganga Kabwe, moto juu ya moto. Sasa mganga, sisi tumekuja hapa na shida. Na shida yetu sisi mganga, tunataka utajiri. Utajiri hamwezi kupata. Naona ile mmetulia. Oya Masele. Oya. Mwanangu juzi nimeenda kwa msitu wa Kacha. Sika kwa msitu wa Kacha. Nitakutana nacho sikuamini kabisa. Nini tena? Nini kukutana nacho? Naanza kusikia sauti za ajabu. Sauti gani za ajabu baba? Kajiuliza nini ninachokutana nacho leo? Fika mbele na kutana na madudu ya ajabu. Madudu? Ndio. Madudu. Nikaanza kunifuta lakini sikujua madudu gani. Dogo vipi kwanza, naona hatuelewi waje maskani watu kushia madudu. Mimi naeleza usiria. Naona madudu wapi mbali? Naona kwa madudu hatuelewi. Kushia dogo atuambia madudu hayo ndio nimekutana nao madudu wa ajabu. Madudu gani sasa? Kwa hiyo mimi nachoshauri kwenye ule msitu mtende. Hata mambo yako bana. Dogo hivyo itakuwa mwanangu. Amekuja mimi naongea kitu siri. Mwanangu, alafu mwanangu turushie simu babu. Kama narushia simu. Wewe kwani kweli ndio unachoongea. Madudu gani? Madudu gani? Unajua madudu gani? Madudu anatisha kabisa. Kama mtamwamini basi nyinyi ndio ambao mtamwamini, lakini sio mimi, kwa sababu siku mbili zilizopita mimi nimeenda kwenye msitu wa Kacha na Ramu. Wewe hujaingia ndani ya msitu, umepita njia tu. Hapo kwa msitu unaujua kuliko sisi. Msitu uko kama ila ukiona masara sawa. Kwa nini hatuwezi kupata utajiri mganga? Kwa sababu kijiji chenu kimefungwa na tajiri mmoja hapa kwa kijiji chenu. Kimefungwa? Ndio. Tunawezaje kufungua hichi kijiji chetu ili tuweze kupata utajiri? Kijiji hicho mtakifungua mtakapokwenda katika msitu wa Kacha. Kuna hazina imefukiwa, mwende mkaifukue na alafu mniletee hapa, ndipo mtakapopata utajiri huo. Sasa sisi tutajuaje hiyo hazina ilipo katika msitu wa Kacha? Na unajua fika kama ule msitu ni mkubwa mganga. Nitapatia ramani na kinga kidogo. Mganga, wewe mganga, kweli unatuhakikishia usalama kweli katika msitu wa Kacha? Usalama siwahakikishia 100%. Kwa nini mganga? Ni msituni, sio sikukuni. Sasa unaweza ukatupatia labda kitu kama kinga hivi ili tuweze kujikinga na hao mabalaa huko msituni? Kinga mtawapa na ramani pia mtawapa, upite njia zilizokuwa sahihi. Sasa mganga, basi tupe hiyo kinga ambayo itatufikisha huko msituni pamoja na hiyo ramani. Kinga ni hapa, kamata kinga, mikono miwili, chukulia rahisi hivyo. Kwa hiyo itatufikisha moja kwa moja mpaka katika msitu wa Kacha, si ndio? Ndio. Na ramani imo ndani? Ndio.
na masharti haya, msiseme na mtu yoyote mtakapokwenda huko msitu wa Kacha, ala msimwambie mnakokwenda. Asante sana mganga. Ndio. Tumekuelewa. Sawa. Nitafanya kama ulivyotuambia. Usisahau maagizo. Sawa. Kaka, hata chai kijana. Samahani mganga, nimesahau. Weka umo. Asante sana mganga. Haya sasa, mnaweza mkaenda. Ale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 . Ale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 . Alele mama. Alele mama. Mwanangu aleta miayusho huyu. Atasemaje mwanangu kanaona madudu naona atuelewi maskani. Dogo mwanangu arusia. Dogo arusia. Vijana. Amna bwana. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Vipi hapo? Safi boss, ni habari? Safi. Mambo mazuri? Salama kabisa. Karibu boss, vipi? Naona sio kwenye gari hapo na kelele nyingi sana hapa. Wajua mwanangu hapa sasa tumetulia maskani hapo sio? Kaja huyu mshamba sijatoka wapi hapa aje kutuishia hati kaingia kwenye msitu sijua nini huko atuambia sika una madudu. Msitu gani kijana? Msitu wa Kacha. Wewe muongo acha kumwamini. Unaona nini kijana? Bwana hizo story za uongo. Jamaa hataki kuamini tu. Hapana kijana. Kijana. Usineze story za uongo hizi. Story nazoongea ni za kweli. Bwana. Bosi sikiliza. Huyu dogo huyu kaona mwanangu ule msanii wetu Jizo Boy katoka ile maisha shendelea nini ile, kwa hiyo tayari ndo zile fitina. Naona nyinyi mna njaa, ndio maana mnabishana sana. Mstake Masudi dharau hizo. Bosi lakini sisi tuko na msanii. Shika. Mimi pesa msanii. Pesa nachukua. Shika mtali kutulia baba. Mambo ya msituni yaacheni. Hamna kubishana. Ubarikiwe bwana. Ndio kweli. Ana lolote tena bosi. Ukifa uote. Sasa ana lolote. Ubarikiwe bwana. Ana lolote. Ubarikiwe bosi, ubarikiwe. Ana lolote bwana. Shemeji. Hivi shemeji. Hivi dogo. Sio. Hivi. Wapi? Alikuwa anaenda hapo mtaani hapo mimi. Wapi unafanya nini? Hapo. Sio unatokea wapi kwanza? Mimi natoka nyuma hapa kidogo. Lakini nashangaa wewe hii sio mitaa yako. Na huko tena unaendea mabondeni huko unaenda kufanya nini? Bwana shemeji. Nisiwe msema uongo. Njoo kidogo pembeni basi. Usifaidishe majirani, jua tu. Tegemea ndio kweli unaenda wapi? Shemeji. Mimi naenda kwa mganga. Unaenda kufanya nini? Dada kanituma. Niende kukuroga. Kaniroge mie? Ndio. Sasa kwa nini shemeji kaniroge? Ana sababu zake hizo, sina ananiambia si yani muda wote uwe kwake. Shemeji nayo acha ujinga. Kwa hiyo ndio ulikuwa unaenda kweli kwa mganga? Ndio. Na mheshimu dadangu. Sasa shemeji wewe fana ndio kushakwenda kushaniroga kwa mganga. Ndio. Mimi nipo nyumbani pale sitoki. Wewe unadhani utakula nini wewe? Sijui hata mimi shemeji nimepata nani. Jiongeze basi na wewe. Samahani basi. Huyo, sio sikilize mjinga huyo. Unasemaje? Eti huyo katumwa na dada yake, yani mke wangu mimi. Ende kwa mganga akaniroge. Kakuroge wewe tena? Sasa shemeji yako huyu kabisa. Ndio nashangaa sasa. Hata ndio nashangaa mimi akiniroga nikisema nikae nyumbani yeye atakula wapi? Hana sehemu nyingine, hana kazi. Usichanganyikiwa. Bosi. Vipi? Juma kijana. Asalamu alaykum. Salaam. Habari gani? Salama kabisa. Kaifa. Ndio unataka kwako. Nguo. Nilikuwa nimetoka kazini tunarudi nyumbani. Ndio. Sasa nataka tuongee, maana kuna jambo zito limetokea. Kuna kijana asubuhi nipo na mwenyekiti pale. Kaja hai kasema kaenda msituni. Akakuta dudu. Taarifa nimezipata hizo. Wakina kwa gari langu pale maskani, kwa vijana wapo katika mzozo. Kwenda pale nasikia kijana anasema kwamba kutoka msituni. Nipe taarifa zaidi.
Huyu basi itakuwa bila shaka kakaribia ile hazina. Maana kama ilikuwa haja karibia ile hazina, yote asingetokea. Sasa hapa inabidi nifike zangu nyumbani pale, ningetafuta changu cha siri niangalie. Ndio hivyo, akili ilikuwa haijanijia bado. Sasa sikiza Dogo, jiongeze unapoa maneno. Sio wenyewe bana, nisiwe muongo, nikuweke wazi. Ndio. Sio wenyewe tunatoka kwa mganga hapa. Lakini sisi tulichokwenda kukitafuta, kutafuta vitu kwa maana kwa sisi tunatafuta utajiri. Tajiri tena. Lakini hilo halikuwezekana kwanza. Mganga akasema ili tuweze kupata utajiri sisi, kuna hazina ambayo imefukiwa katikati ya msitu wa Kacha. Lazima tuipate hiyo hazina, ndipo tutaweza kufanikiwa sisi kupata utajiri. Sasa shemeji, huo msitu wa Kacha, mimi nimesikia story ile msitu ni hatari. Msitu ni hatari kweli, lakini mganga akatupatia kinga. Na pia jambo zuri zaidi, atatupatia ramani ambayo itatufikisha mpaka katika kiini cha msitu wa Kacha. Kwa hilo shemeji, ondoa shaka. Sawa. Sasa ni hivyo ratiba ile. Mtataka kuongozana na sisi? Ndio, mimi nataka niwe kwenye historia. Ndio kwenye historia. Nataka kuongozana na sisi. Nikomboe kijiji ndio. Nikifa sio tatizo, lakini itakuwa kijiji kifanikiwa kijiji chetu. Sawa, lakini shemeji, samahani sana. Shemeji, nenda kaniroge, si unakusudia uniue wewe. Kama hajakila ugogo wako yani. Ila hakikisha hakuna mtu atakayekuja kujua hazina yangu iliyoficha katika msitu kule. Kumbuka ile hazina yangu ndo tajiri wangu tosha. Endapo mtu akigundua, jua nimekwisha. Hakuna kijana yoyote atakayejaribu kuingia katika msitu wa Kacha akatoa siri za msituni, sitomwacha salama. Kijana, umekwisha. Unajifanya wewe mjuaji. Umekwisha kijana. Sitokuacha salama kijana. Nalituma joka. Mke wangu. Naam, nakuja mume wangu. Changamka basi. Hiyo itakubali. Kila kitakubali. Niambie. Umepika nini leo? Nipika ubwabwa mume wangu. Haya, tuachane nayo. Kuna kitu muhimu nataka nikwambie. Kitu gani? Nimepata safari, ila ni ya ghafla sana. Wapi? Hii ni safari ya kuelekea katika msitu wa Kacha. Msitu wa Kacha? Ndio mke wangu. Nenda kufanya nini kwa mume wangu? Labda nikupe story kwa ufupi. Jana nilimkuta kijana maskani wakati napita njiani. Anawaza sana, kamuuliza kijana, shida nini? Mbona unaonekana kama una msongo wa mawazo? Akaniambia kwamba kutokana na maisha yake ambayo anapitia, ugumu wa maisha, hana kipato. Nilisikitika sana baada ya kunieleza matatizo yake. Na ndipo nikamshauri tuelekee kwa mganga. Tulipoenda kwa mganga, alisema kwamba hatutaweza kufanikiwa tunachokitaka. Hatutaweza kuondokewa na matatizo maisha kama haitaondoka hazina ambayo imefukiwa katikati ya msitu wa Kacha. Kwa hiyo kwa manufaa yangu na kwa manufaa ya kijiji kizima, nimejitolea mimi na mwenzangu mmoja pamoja na shemeji, inamaanisha ndugu yako. Kasema ataongozana na sisi
kuenda katika msitu wa Kacha. Nyoka liwapi? Nyoka pa maskani pana nyoka. Nyoka toka wapi maskani mwanangu? Nyoka toka wapi mwanangu? Alafu mwanangu. Nyoka. Nini uko acheni kelele sasa? Sasa acheni kelele zenu. Acheni kelele. Nyomba, mengine hayo. Nyomba za furahi hivyo. Vipi mwamba? Shwari vipi baba? Naona ile huyu dogo pumbavu huyu anengeneka tu hapa. Huyu katafunwa na nyoka ya kichawi. Huyu katafunwa na nyoka ya kichawi. Vile naondoka zangu. Huyu nyoka akicheka ananitafuna anengeneka bwana. Hizo ndo wale ondoka mbwa. Yote mbwa. Yote mbwa. Huyu katafunwa na nyoka ya kichawi. Yote mbwa kubwa. Mbele naondoka lakini mtanikumbuka mbwa kubwa. Yote wapumbavu. Si mtu kweli. Nendeni mwanangu, nendeni naye mwanangu. Hapa maja maskani matuletea uzusha. Kwa hiyo ninachokitaka kwako, naomba ruksa yako unistahimilie na uniombee dua niende salama nirudi salama. Haya sawa mume wangu, nenda lakini sijaridhika bado, lakini nenda. Asante sana mke wangu kama umeniruhusu kwenda msituni. Lakini kwanza kabla ya yote kapata chakula nile, maana yake nina njaa sana. Na kwa kula? Sio kwa kula bana, nina njaa. Alafu ngoja nimekumbuka. Nitakapoondoka kesho tutafuta kitoweo. Achana naye tuondoke. Kweli vijana wa sasa hawana nidhamu hata kidogo. Ameanguka sasa. Tumwache vipi? Samahani mzee. Samahani ya kitu gani? Sio umeanguka hapo? Sio nimeanguka, mmeniangusha. Basi samahani. Bila shaka hizo ndo tabia zenu mlizolelewa. Sio hivyo. Hamwezi kuwapisha watu wazima. Bahati mbaya tu mzee. Kwanza huko mnakwenda wapi? Naelekea msituni. Mnaenda kufanya nini? Usiongee chochote mwanangu. Tuondokeni na mambo hayawahusu, tuondoke. Basi mzee, baadaye bora nikuache. Na hakikisha hakuna kitu kingine mtakachokipata zaidi ya hii. Achana naye huyo. Hamjui kama tunafeli mwanangu. Sio umeangushana na yeye mzee. Hata kama mgeni anasema vipi na unafanya vipi sasa? Basi ameisha. Mtongeaje na mtu kama mjui? Samehe. Alafu mimi sio kulaumiwa kwa sababu kuondoka mnaenda nini? Hata kama lakini umeelezwa na wewe. Wasilia. Angalia. Ndio. Hapa tukimbie mama. Hapa tukimbie mama. Ndoto gani saizi? Mchana wote huu. Mikoga. Nataka nikuachie uganga. Nitakapokuwa sipo, wewe ndio utakaye kiendeleza hichi kilingi. Chasikia? Kuna kijana atakuja katika kilingi chako, atafunwa na nyoka. Usije thubutu kunyanyua mkono wako kumsaidia kijana huyo. Ndipo ukimsaidia kijana na kumaliza mwana kamwe.
Karibu. Karibu pite. Mume wangu leo mpaka nihakikishe mwenye chumba anaenda kutafuta nini huwa. Hapa leo mpaka nione huko ndani mna kitu gani. Nilikwambia nini kuhusu mchango sasa hivi? Hamna, nije kuangalia. Unafanya nini hapa? Nikuja kukuangalia tu. Una adabu eh? Hamna, sasa hivi mume wangu msamehe. Mume wangu msamehe, sitarudia tena. Nilishakwambia chumba changu ni cha siri. Ndio, ninaambia lakini siangalia kilichomo ndani. Nenda kule. Oya. Vipi? Fresh. Mbona bunga kama unaendai hivi? Sikudai lakini sogea nje tuyaongee kwa kidogo. Tuyapange. Niambie, kulikuwa? Bwana mkubwa, mimi nililonita hapa kukusimulia ni ndoto ambayo nimeota sasa hivi. Umeota? Ndoto. Sasa hivi? Hivi sasa. Ndio nikaja hapa. Unataka kunijekesha. Sasa hivi umeota ndoto sasa hivi? Ndio, muda huu ambao ilikuwa nimelala ndo nikaja hapa sasa hivi. Umeota ndoto gani? Nimeota kwamba tumeenda msituni, umegongana na mzee. Wakati tunataka kumwenua, ukatuambia tuachane naye. Umeota? Ndio. Muda huu hivi sasa ndo nikaja hapa nikaja kukueleza. Asa ndoto gani unaota mchana? Watu wanasema ndoto ya mchana huenda ikawa kweli. Maneno ya wahenga tu. Hakuna kitu kama hicho. Wewe unapenda kunijaza tu. Baada ya kuota tena nshangonga wa jamaa tena halafu ikawaje? Katufanyia hivi mzee. Hivi. Ndio. Bana, hizo ni ndoto tu za mchana, ibilisi kakupitia umelala. Na alafu tunaenda mbele, tumekutana na nzimu, madudu ya kutisha tu. Ndio nikakwambia hiyo ndoto ni ya ibilisi. Achana nayo. Sikia dogo. Ndio. Wewe unavyoonekana ushaanza kuwa na wasiwasi. Ila mimi nikwambia kitu kimoja. Kama unataka mafanikio, usiwe na wasiwasi, ondoa mashaka. Jiandae kesho safari mapema. Basi kwa hamna shida. Mimi kwa langu ndo hilo tu. Ila kitu kimoja, jitahidi sana kabla ya kutoka. Kama sasa hivi si ndio nilifanya sasa hivi? Ndio. Kama kuna mtu wako karibu au hata mama yako, mpe taarifa kwamba sisi tunatoka kesho tunaelekea msituni. Ili hata tukikutana na jambo lolote kule msituni, unajua ni sehemu gani ya kutoka. Basi kwa hamna shida. Poa, ondoa shaka dogo. Basi poa. Baadaye langu ndo hilo tu. Dua. Poa. Dogo mwoga au? Una uzuri huna wakutia watu shindo, laiti ungejiona usengefanya maringo, laiti ungejiona usengefanya maringo. Mama. Naam mwanangu. Shikamoo. Marahaba mwanangu. Leta habari. Habari nzuri tu. Mama, mimi nilikuwa nataka nikuage kidogo, nataka kutoka na safari. Safari? Ndio. Safari ya wapi mwanangu? Nilikuwa nataka nielekee msituni, msitu wa Kacha kidogo. Msitu wa Kacha? Ndio. Mbona unasikitika hivyo mama? Mwanangu, ngoja nikupe historia ya baba yako. Baba yako alikufa huko huko kwenye msitu wa Kacha. Halafu na wewe nikuruhusu uende huko kwenye msitu wa Kacha uende ukafe? Siwezi kukuruhusu.
Kwa hiyo mwanangu, kiufupi siwezi nikakuruhusu ukaenda ukafa kwenye msitu wa Kacha. Mimi nitajitahidi sana katika huo msitu wa Kacha kwa sababu kuna kitu muhimu sana na kufuatilia mama. Mwanangu, sawa, nimekuruhusu, ila kuwa makini na huo msitu, nisije nikakupoteza na wewe kwa sababu una viumbe wa hatari. Sawa mama, kama umeniruhusu, wacha mimi nijiandae ili nianze na safari. Sawa. Kwa hiyo sawa mama, hamna shida. Salamu alaikum. Naona wageni vijana. Kise? Bibi? Tatizo nini? Kapata mimi kidogo. Kise? Tatizo nini? Medina nyoka. Ni kweli, msema kwamba medina nyoka. Lakini kwa ajabu sasa nyoka yenyewe sijamuona. Nilikuwa tupo maskani pamoja. Kwa hakika mwanangu upo kwenye mashaka. Tunapo kwenye matatizo makubwa sana. Huyu bwana huyu tukaja kuniambia kaenda kwenye msitu wa Kacha. Hebu msubiri nione hilo jeraha la. Kise? Mdogo. Habibu. Naam. Njoo mara moja mdogo wangu. Naam dada. Mdogo wangu. Nilikutuma vipi na umefanya vipi? Dada, mbona bado sijakuelewa? Nilikutuma ndio kwa mganga ukamroge shemeji yako. Ina maana kule kwa mganga hujaenda tena au vipi? Dada, wakati nipo njiani naenda kwa mganga nikakutana na shemeji yangu dada. Akaniuliza huko nakokwenda ni wapi? Nikajaribu kumficha sana, lakini shemeji alitaka kujua ukweli wote. Na mimi nikaona nisiwe msema uongo, mimi nikaona nimwambie ukweli wote kwamba dada akanituma niende kukuroga. Sasa yeye akaniuliza, wewe unaenda kuniroga mimi mtakula wapi? Na mimi nikiangalia hilo swala ni kweli dada, sisi tutakula wapi? Na ndio tegemeo letu. Au kufanya hivyo mimi nifanya vibaya? Hamna mdogo wangu, hujakosea. Na hivi ninavyokuambia, na mimi nimo katika kwenda katika msitu wa Kacha. Acha ni swala hilo kaniambia. Basi sawa mdogo wangu, hamna shida. Sawa dada. Sawa, safari njema. Hebu tuendeni kwa mganga, huyo atakuwa na mashaka sana. Mbona tena? Kise? Ndio nataka kufanya tiba. Mama Kanjile, mama Kanjile, aye mama Kanjile. Bwana mganga, Kanjile mama Kanjile. Bwana mganga, aye mama Kanjile, mama Kanjile, aye mama Kanjile. Pitani. Vipi mganga? Subirini hapo. Kafanya nini wewe? Wewe unasema katafunwa na nyoka huyo? Unamuona? Umemwona vijana? Wewe ulifanyaje atoka alipata hilo jeraha? Mganga huyu alikuwa maskani bwana. Ndio. Kwa hiyo ndo alikuja pale kwa mazingira hivi, kuna nyoka akatokea akamdona kidogo, ndo tumeamua kuja kwako tumsaidie, kwa sababu unajua haya mambo mengine yatakuwa mambo ya Kiswahili. Wewe unakwenda kuchokonoa mizimu ya watu.
ambayo inawekwa katika msitu wa Kacha. Umekwenda kuichokonoa kusudi. Mganga, na hilo ni lako wewe, sio langu mie. Tokeni. Kwa hiyo mganga huwezi kutusaidia? Siwezi kumsaidia. Kwa nini sasa? Kwa sababu amekwenda kuyatafuta. Anakwenda kufanya nini kule sasa? Mganga, tunakuomba, tunakupigia magoti. Usimpindie magoti. Magoti kampindie Mwenyezi Mungu hivi sasa. Unachelewa. Mganga, msaidie kijana wetu kuyatafuta. Na sisaidii. Atajua na apeleke huko asije kanirudishia mio. Twendeni vijana. Asante mganga, asante. Kafie mbele huko. Sawa mganga, asante. Anakwenda kuchokonoa mizimu. Ayeye mama Kanjile, ayeye mama Kanjile, Kanjile mama Kanjile, ayeye mama Kanjile. Ndio hivyo, si leo ndo tunaenda. Sawa. Tutu hapo. Harakisha mwanangu. Uje toka sasa unatoweka wewe tu hapa. Ingekuwa tushaondoka kitambo sana. Sasa vile. Shajiandaa. Niko fresh. Unaenda msituni, unaona kisharo. Treni tu, mbona hivyo wewe? Wewe mke wangu? Ukae salama, sawa? Usitumie pesa kwa fujo. Kuona ile mchezo wa Tanzania, unajua ile Tanzania ile ananing'inia hivi. Basi mimi huko msituni nitakuwa kama hiyo Tarzan. Vipi? Nitakuwa kama hiyo Tarzan. Wa msitu wa Kacha? Inaonekana hujui vizuri msitu wa Kacha. Kwani una nini shemeji? Hatari sana. Ndio jikaze sasa, twende. Kama uwezi kaa kitako basi. Kwa basi. Kise. Kampe taarifa mjumbe, mwambie aje kwa mzee cha upepo haraka sana. Wahi basi. Subirini. Leo nimekidhi swala la ndugu za kile. Nimekujua swala gumu hili. Hebu wewe hapo ndani mueleze ndani. Wewe kidogo naangalau na busara. Wewe kijana sasa uko pale maskani. Ndio nilikuwa. Mueleze basi mzee. Nilikuwa itakuwa ni ngumu kwa hiyo ile akilikuwa ukiangalia mzee mlemavu. Ndio nikitia sababu ndo na shida kumwambia wewe ingia wewe kidogo na busara. Atakuelewa. Kweli pengine unaweza kuelewa. Bismillah. Mzee cha upepo. Pita. Mzee cha upepo hoishi nongo bwana. Wewe. Utakujaua. Amjambo. Utakujaua kijana. Habari. Safi kwema. Vipi hali? Karibuni. Sasa mzee cha upepo. Umetoka hapa au tumetoka huko? Tumekufuata wewe, kuna jambo nataka tukuelezee. Lakini tunachohitaji uwe mpole. Tusikilize alafu utajua tunafanya nini. Tayari? Mungu katuumbia mitihani sisi binadamu. Sawa. Katuumbia mitihani ya maradhi na kifo. Sawa baba. Kifo ni msiba.
Mwataka ndio mwanangu ashakufa vipi? Hamna. Tulia tumalize kusema. Tulia tumalize kusema. Alafu ndio utajaji kwamba mwanao kafa au hakufa. Na kuuliza mwataka ndio mwanangu kashakufa. Wewe baba sogea. Sogea. Mwanangu ashakufa. Tulia mzee, tulia. Shemeji, je, kwa wapi hapo? Njia tupo hapa, kwa hiyo inatubidi tupite njia hii, tupite mtaro hii ili kuweza kufikia katika msitu wa Kacha. Kwa hiyo hapa ndio palipo na hicho kitu kinachokufuata vipi? Aswa hapa kwenye kinga. Ila usiombe akukute mdogo wangu. Kwa nini? Tuende tu. Mbona nimeficha? Tuondoke. Mimi kwambia na mapema acha udalisi. Sawa. Hilo linaleta sasa. Unahitaji uwe mtulivu mzee Chopepo. Nileteni kwanza hapa, ndo tutajuana hapo baadaye. Nenda kumchukua. Kanchukueni mulete huko. Mewe gogo hilo libaletwa, gogo hilo libaondoka zima lijaletwa, gogo hili ntumewe mamawe. Stahimili mzee Chopepo. Safari mbele yake, nyuma sisi tunafuata. Kwa hiyo uendelea kustahimili. Wala subira, taisha tu. Sawa mzee wangu.